Karibu sana kwenye harakati hizi ndugu mtazamaji, kupitia TV yako ya kijanja Clouds TV. Kipindi ni harakati, kipindi chenye kuelimisha, kipindi chenye kufundisha, kipindi chenye kuonyesha madhila ya dawa hizi za kulevya. Wahenga wanasema kuwa uone, na mimi nilipokuwa mtoto nilikuwa nikidhani ni magorofa, lakini la hasha, bali kuwa uyaone ya walimwengu. Dawa za kulevya limekuwa tatizo sugu kabisa katika jamii yetu, hususan limekuwa likiathiri vijana ambao ni nguvu kazi ya taifa. Vijana kuanzia umri wa miaka 18 mpaka umri wa miaka 40 umekuwa kiathirika sana na tatizo hili la dawa za kulevya, ama kuvuta dawa hizo ama kufanya biashara ya dawa hizo. Vijana wengi wanatumikia vifungo katika magereza mbalimbali ndani ya Jamhuri ya Muungano na nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu ya tatizo hili la dawa za kulevya, wengine wakisubiri hukumu za kunyongwa waweze kunyongwa. Ungana nami mwanaharakati wako Kalapina kufuatilia ana kwa ana, hatua kwa hatua, mtaa kwa mtaa, kijiwe kwa kijiwe, kuweza kuona kwa undani kabisa tatizo hili sugu la dawa za kulevya. Clouds TV, usikae mbali na TV yako. Ni show yenye kuelimisha, ni show yenye kufundisha, ni show yenye kuwatoa watu kutoka kule wasipopajua na kuonesha watu kitu chengine cha ziada. Hili ni janga letu mimi na wewe. Tuungane pamoja katika kukabiliana na janga hili. Tanzania bila dawa za kulevya inawezekana. Karibu sana Clouds TV. Hapa nakutana na waathirika wa dawa za kulevya, wale ambao hawana ufahamu wote, hawana upeo wote kwamba unapokuwa unatumia dawa za kulevya zipo njia mbadala ambazo unaweza kupita na kuweza kuachana matumizi ya dawa hizo. Na kwa kuanzia tu ana kwa ana, leo hii inaanzia maeneo ya Kinondoni Mkwajuni, maeneo ya Mafele. Mtoto tukajionea wenyewe hali halisi ilivyo. Karibu sana. Tanzania bila dawa za kulevya inawezekana ni kipindi maalum kitakachokuwa kinakuonyesha kwa undani kabisa tatizo sugu la dawa za kulevya katika jamii yetu na jinsi gani tunaweza kuishirikisha jamii kwa undani kabisa ili kuweza kukabiliana na janga hili, ama kulimaliza ama kulitatua ama kulipunguza makali yake. Katika pita zangu leo hii mwanaharakati Kalapina, nimepita maeneo ya Kinondoni Mkwajuni katika chimbo ama maskani ya washikaji ambao wanatumia ama waathirika wa dawa za kulevya. Bana, mambo vipi washikaji? Inakuaje wana? Inakuaje machizi? Mambo vipi? Sawa sawa. Bwana mwanaharakati nimeibukia bwana. Ningependa kujua kwanza wenzangu mnatoka na nani? Bwana mimi naitwa Israeli kwa mtu wa roho, yani ndo jina langu, yani Israeli. Sawa sawa. Na mjomba hapa unaifuatia? Mimi naitwa Jibaba au Mbwida au Sangado au Shabani ndo jina langu. Okay, ndugu yangu hapa. Mimi naitwa Kulwa Gabon au Gabon kitabu. Kulwa Gabon, jina la nchi hiyo. Lakini ndo jina lako wewe. Bwana mwana unaitwa nani? Naitwa Dismas. Dismas nani? Dismas Chogo. Dismas Chogo. Okay. Au kipaka memory. Mjomba hapa unaitwa nani mjomba? Unaitwa nani mjomba? Nyago Msela. Nyago Msela. Tazama kamera yangu kule unapokuwa unazungumza ya katika kipindi hiki cha Tanzania bila dawa za kulevya inawezekana. Nimewaibukia machizi mpaka skani kwenu niweze kujua mawili matatu kutoka kwenu, imekuwaje mmejiingiza katika janga hili na tunaweza tukasaidiana vipi masela wangu ili kuweza kukwamua, kwa sababu haya ni majanga na mimi naamini vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Sasa vijana kama mnakuwa mmekomalia tu madawa kulevya, mteke kuachana, tunakuwa tunapoteza nguvu kazi ya taifa. Si unazungumzaje? Ndio kama hivyo, kusema kweli tumenasa. Ukichukulia madawa kusema kweli Tanzania ni mengi sana. Yaani kama tutapata msaada na serikali zuie, yani asiingie nchini, inawezekana watu kuacha. Lakini kama atakuwa yanaingia itakuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo tunaomba msaada wenu kusema kweli. Kama ifike kwa wakubwa huko, muhabarishe jinsi hali yenyewe kama mnavyoona. Vijana baada ya kufanya kazi sasa hivi tumetulia tu, tunakula midude ya ajabu. Tunaomba mtusaidie kusema kweli. Ndio ujumbe wangu hapo. Kwa hiyo tatizo kwamba si kuvuta, tatizo kwamba madawa yanaingia sana, ndio maana nyinyi mnavuta? Madawa kusema kweli yanaingia. Baada ya kwenda kuvuta ndio kuasili, ndio baada ya kuvuta na inapigwa vita na jamii. Kwa hiyo jamii yote, yani endapo wewe ukitumia kitu kama hiki inakuwa kama mavi, yani hata kama ukivaa labda hata dunia yani ya madola inakuwa yani wewe pale unaonekana kama mavi, kutokana wewe mtu wa kutumia tu, sio wa kuzalisha. Endapo inapozalisha unapotafuta, yani inapoingia
unapigia bajeti ya kwenda kufanya starehe kama hii. Sasa hivi hapa nilikuwa labda hii hapa 2000, ningeacha labda hata mtaani pale nyumbani nini kwa mama sina noma, na mama sina noma naye akamwa kwenda dukani kwa Masawe kununua unga, malage, robo nini, watu wakatoa kitu. Unaona, kutokana na jinsi hali yangu ninavyojua na hali ya nyumbani ninavyoifahamu. Labda ni aina gani ya dawa za kulevya ambazo nyinyi mnatumia hapa? Hapa natumia hii heroin. Heroin au cocktail, yani cocaine. Yani hii inatumika peke yake, unasaga na ukishasaga unanyonyea katika bange lilotengenezwa na sigara, unavuta. Unaona pale ndo unaleta stimu. Hiyo heroin inatokea wapi? Inatokea Iran huko, Uindini huko ndo inapotokea. Unaona. Aina gani hiyo ya madawa kulevya ambayo unaitengeneza hapo sasa? Hii hapa hii ni cocaine. Cocktail, yani cocaine tunatia katika bange kama hivi unapoona na saga, na natia katika bange ambalo limechanganywa na sigara na vumbi la nani na tunatumia. Cocaine ndio hii ya kutoka Brazil mnaita? Ya kutoka Brazil, hii inatoka Iran. Brazil ni pele ile ambayo ile wanaovuta matajiri zaidi, hata bei zake zimekuwa tofauti, lakini huu ni mshafu unatoka Iran huko nani udosini huko. India. Kipato changu ninachokipata ndo hicho yani kwa siku kama 3 4. Naona ndo kama hivi. Sasa nishatumia hapa shilingi 6000 video 3, na baadaye tena nikipata nani viwili kimoja au 3 basi ndo siku yenyewe shaina nilio. Unaona, yani jinsi ninapopata pesa na ndo dozi inapozidi kukua. Lakini kwa maana unavotia puani hapo ndo unakuwa unatumia ndo unavuta hivi. Siwezi kunyonyea tu hivi bila kutia na puani, yani ndipo nishajizoesha hivyo yani. Ndio maana natia na puani kama hivi. Kanifute kitu ndo nitajisikia fresh. Hata kama naweza nikapewa hata kazi kufanya hapo nikashindwa kufanya kazi, kutokana bado sijajiboost, sijajiweka sawa. Na sasa na simu imeisha charge, so unajua utashindwa kuongea na watu wako mpaka uitie kwenye charge nini na mimi hivyo na unichaji kwanza nijicharge. Umeona bwana, ndo mambo yanakuwa sawa. Wewe kama hajavuta hawezi kufanya lolote. Kutokana damu yake tofauti na yako, endapo unamka asubuhi kama mtu mazoezi ndio mazoezini ndo fungua kinywa kinafuata, unaona. Lakini huyu kama hajavuta au mimi sijavuta, hata hiyo chai yenyewe uji univitilie blue band uniweke na mapaja ya kuku hapo na nini na gorofa unipe, yani sana, yani sawa inakuwa 0.0 mpaka nivute ndo nitajikuta na mimi nimekuwa katika hali kama ya kwako au ya mwingine ambaye sio tumia. Na mimi najiona sasa hapo, lakini ninapokosa nakuwa na mawazo tofauti endapo kwamba nitapokuwa matai hiyo maana nafikia kipindi hata 2000 yenyewe uipate kwenda kuvuta mara moja. Unaona, sasa natakiwa mimi nikomae ili niweze kuipata 2000. Nitaipataje bila kufanya kazi? Kama ulivyosikia ndugu mtazamaji wangu, wakina Israeli Mtwaro, wakina Ali Ngwida, akina Jibaba, jinsi gani walivyoathirika na dawa za kulevya. Sasa basi kwenye harakati hizi nipo katika kipengele cha celebrity, kipengele ambacho nakutana na mtu maarufu, mtu mashuhuri kwa kada mbalimbali, awe mwanasiasa, awe mwanamuziki, awe mwanamichezo. Na leo nakutana na bondia hatari kabisa, undisputed champion, bondia Francis Mayusho, mzee wa Southpaw, mwenye anakupa hapa na kupapa, akituelezea kwa undani kabisa tatizo sugu la dawa za kulevya kwenye upande wa ngumi wanalitazama vipi. Karibu sana tumtazame. Kwamba na madawa ya kulevya, nazungumzia madawa. Mimi ni bondia, ni mwanamichezo. Madawa ya kulevya hayafai kwa vijana wenzetu kama sisi, na kuna mablaza zetu wengi sana wanapotea kwa madawa ya kulevya. Kwa hiyo nazungumzia kwamba inabidi mwana michezo yoyote au mtu yoyote wa kawaida inabidi ufanye mazoezi ili ulinde afya yako. Mazoezi ni muhimu kwa afya yako kuliko kukaa kama maskani tu hapo. Easy to die, tough to get, born to suffer. Bila madawa inawezekana. Kama nilivyokuahidi mpendwa mtazamaji wa show yangu hii kali yenye kuelimisha, yenye kufundisha, kwamba nitakuonyesha mambo mengi kuhusiana na janga hili. Na sasa natoka maeneo ya Kinondoni Mkwajuni naelekea Magomeni, lakini niko ndani ya wilaya yangu hii ya Kinondoni kwenda kukutana na mwanaharakati. Mwanaharakati ni yule aliyepambana na kuweza kuachana na matumizi ya dawa za kulevya. Huyu namuita mwanaharakati. Unataka kumjua mwanaharakati wetu ni nani leo hii? Twende tukamwone.
Watazamaji wa kipindi cha Tanzania bila dawa za kulevya wangependa kujua unaitwa nani? Naitwa James Chilwa. James Chilwa. Ya, umetumia madawa ya kulevya kwa kipindi cha muda gani? Kama miezi 4 hivi. Nilitumia kama miezi 4, lakini ilikuwa sio dhamiri yangu au ilikuwa style yangu. Kutokana tu na vishawishi vya watu ambao nilikuwa nao katika harakati, lakini nikaenda nikajikuta kama na feli. Nikabidi mimi toka nilipokuepo huko nikarudi mtaani kwangu tena. Nikaja ndo nikakutana na wanangu wakina Azianta, wakina Fadhili Kifile, wakina Isani Abasha, wakina Manje Boy. Nikabidi niwaambie tatizo nilokuwa nalo. Wale wakaniambia poa, kwa hiyo tufanye vipi, tukupeleke hospitali au vipi? Nikamwambia mimi sio mpaka hospitali. Mimi yani kutokana na makundi ambayo nilikuwa nayo ndo nikaingia kwenye matatizo hayo, lakini huko na huko harakati za mimi hivi bila vile, yani kuacha bila hospitali inawezekana na kweli. Ina maana wewe uliacha mwenyewe tu kwenda rehabilitation center wala ukutumia zile methadone? Sijatumia methadone wala nini, yani ni mimi kama mimi tu, kutokana ile ilikuwa hospitali yangu, sema nilikutana tu na vishawishi vya baadhi ya washikaji ndo nikaingia kwenye mambo yale. Ina maana sasa hivi wavuti kabisa? Wavuti kabisa na sina hata habari nao yani. Unawaambiaje hiyo vijana wenzio ambao bado wao hawataki kuachana madawa kulevya? Yani ninachowaambia ni waachane nao kwa sababu sio vitu vizuri. Kwanza ni vitu ambavyo vinatoa uaminifu, vinaua undugu na mambo mengi, yani vinafelisha. Mpendwa mtazamaji, kama ulivyomsikia mwanaharakati wetu James Chilwa, ni njia zipi alizopita ili kuweza kuachana na matumizi ya dawa za kulevya. Bado upo nami mwanaharakati wako katika show yetu hii ya kijanja ya harakati Clouds TV. Natoka mitaa ya Magomeni naelekea Mwananyamala, lakini bado nipo katika wilaya hii ya Kinondoni, wilaya inaongoza kwa kuathirika zaidi na dawa za kulevya katika nchi yetu hii ya Tanzania. Naelekea mitaa ya Mwananyamala kwenda kukutana na aliyekuwa mfanyabiashara wa zamani wa dawa hizi haramu za kulevya. Na huu mimi namuita Jasiri. Jasiri ni yule aliyeamua kuachana na biashara haramu ya dawa za kulevya na kuamua kuwa raia mwema. Na kwa unyetu wa biashara yenyewe, Jasiri wetu huyu akupenda kujionyesha sura yake. Tumsikie na yapi anataka kutuambia kuhusiana na janga hili. Nyumbani wazazi sikuheshimu, shuleni niliwapinga walimu, nilikataa kusoma, maisha na yaona sumu, na surubika na mikazi migumu, kwini kwangu ni vigumu. Yani pindi tunatumwa nini, tunaingia breeze pale kati, yani tunatuma mzigo yani na mashua nini, tunacheza hapa na pale dili za hatari nini. Unaipeleka mzigo Brazil au sio? Unatoa mzigo hapo unapeleka Brazil, unatoka kutoka Brazil unarudisha tena mzigo kibongo, maisha magumu yale. Unajua yani? Yani mako dinda mako stamina, unacheza dili za hatari yani. Sasa pindi hiyo yani mimi nakuja na mzigo hapo sometimes na mimi naficha chade, yani chade yani kitu kidogo unaficha ili kufanya biashara zako yani. Unaelewa? Na sometimes namwachaga mdogo wangu, mimi nikisafiri naambia mdogo wangu zungurusha ndonga hizi hapo, maisha yaendelee yani. Ushaona bwana, mdogo wangu anatingisha pale nini, tagi ubavu anazungurusha sana yani. Mimi naingia kule kati nini na mimi nasangazisha yani. Ushaona? Sasa siku moja tunatoka zetu Brazil tunakuja zetu kitu cha bongo yani. Tumedondoka pale nda jizimu pale kati nini, kwa sababu huwezi kuingia maisha na ukapanda ndege yani mwewe. Una kitu na kitu cha mwewe yani, unaona miayusho, inabidi uje na kitu cha tenga yani. Tunadondoka na kitu cha tenga mwanangu, pirasti nini, watu wamezunguka ile yani, unajua mwanangu yani maisha mabovu, watu washachoma yani mzigo yani. Tukakamatwa yani maisha mabovu, mimi nimekaa miaka 7 jela. Ushanifahamu? Kaburu nao nimekaa miaka 3 jela. Ushanielewa bwana? Sasa nikaona maisha hapa tilalila mpaka lini mwanangu? Baada ya kutoka zangu Kaburu, sasa nimeshatoka jela, nimeshakaa sana na kuja bongo mwanangu. Nikawa sina kitu kibongo hapa, si unajua bwana. Nikawa testa mimi hapa, testa. Unajua maana testa, nikisema testa yani hivi. Yani mimi ili nipate hela nini, afu maisha yazunguka, inabidi uende wazungu wanakuwa na mzigo wao, unapima unanusa yani. Usije bwana, unaangalia mzigo wenyewe au chandele. Unaelewa vizuri bwana.
Ukipima mzigo nini unaambia bwana wenyewe wanakutia labda sometime madusu labda 200,000, ushafahamu unapata maisha kuzungurusha. Hapo kimilioni ndo tayari mimi vile tilalila yani sina kitu yani unaona nafanya maisha hapo yani nikawa nafanya testa unapiga nini unanusa nini naangalia kigaeni pale unapiga unanusa unapata hela yako. Ndio mwisho wa siku sasa kaingia kama mteja ile yani mteja ile maisha mabovu. Pindimisha kwa mteja ni ile sijielewi yani nakula ngada yani kinyama yani. Mdogo wangu naye kaletewa ndinga yani ile Uswahilini yani sababu si cha mjengo Tandale hapo kadi mkubwa sio bwana. Kama mmetani wamemkamata mdogo wangu naye baada ya kwenda maisha mabovu kuja kutoka akaja kuwa anakuja Ndole mwanangu. Ushaona anapiga Ndole huko anazungusha zile biashara. Ushanifahamu bwana. Sasa katika maisha mabovu naye mdogo wangu mwanangu akaja kupigwa visu kama 7 hivi na wauni yani. Sio biashara hizi hapo mwisho wa siku unakufa. Hizi biashara sio mimi naambieni yani. Yaani hizi biashara sio. Mdogo wangu siku kazungusha nini kawadhulumu mwenzie kapigwa visu kama 7 yani mimi ndo mwisho wa siku nikaja kupata maisha ile pale nikasema bwana ujue asikwambie mtu mwanangu ndio watu wanakuwa katika maisha magumu kama hivi hapa kula madawa nini lakini sometimes unawaza unafikiria yani kwa nini nisiache yani lakini unasema utaachaje. Ushaona bwana baada ya kuacha madawa siku ya kwanza nilialisha kinyama yani nimealisha ile maana saa 2 kwa siku yani naenda chooni narudi. Nikasema yadi nakuwa mpaka lini? Sasa uje kutokana na maisha hapa mimi au sio bwana? Kwetu hapo kati Iringa nini au sio bwana kaona sio kesi mimi au sio bwana nikatoa mikosi nini kanda zangu kwa bibi mkubwa kuna bibi yangu yupo Iringa huko maisha yanaendelea ni analimalima unaona bwana. Nikamueleza kila kitu unajua watu wazima nao sometimes kikaa nao wanakueleza hivi na hivi. Ndio bado naalisha ujue. Tumbo linauma vibaya sana unaona bwana. Nikapigwa tena simu bwana yule mwanangu alikuwa naye Brazil mwanangu naye kaotewa yani ipo jela ajinikana anatoka leo wala kesho pale mimi ndo nazidi kutapatapa nasema dai bwana biashara bwana mwanangu kama vipi hivyo yani ushanifahamu bwana. Baada kukaa kwa bibi kubwa yangu kama mwezi nini yale madude nikana sahau pamoja kule nako wala anafanya lakini sio kama uko bongo yani unaona bwana nimeacha hizi issue sio siri nililimalima baada kukaa kupata afya bibi mkubwa akanipa kishamba nikalima mara ya kwanza mara ya pili nikapata issue zangu nini nikamwambia bibi mkubwa sasa naenda tena mjini kujipanga kama bibi mkubwa akaniambia usifanye hivyo utatumia tena madawa. Kikweli mtu anatumia madawa ujue sometimes stress au sometimes anaona ngoja nifanye hivi labda ninaweza nikaa mtu fulani lakini sio kweli ni ayusho yani tena ni ayusho hizi issue sio. Nimekuja na hela yangu mimi duso kanazungushia biashara mitumba mabaloni ya mitumba nini nashukuru mpaka sasa hivi na mabaloni ya mitumba. Kuna sehemu moja pale wanaita mimi Manzese pale na baloni na mitumba naona na hapa vijana tunazungusha studio na baloni na mitumba. Ushanifahamu mwenyewe anafanya biashara hizo hapo. Bwana mimi mtu kama hivi kaona wangu na nepa mwanangu nimeacha madawa sio mazuri yani hata kidogo yani yakishaingia kwenye blood yani kwenye damu yani yani noma sana mimi ni struggle sana na ukivuta madawa wale wanaokaba sio kama sometimes wanapenda wanavuta madawa na kwa sometimes hana hela anafikiria na akiacha kula siku moja lazima arishe sana tumbo liume ndio maisha siku anafikiria akikukuta mtu taji ubavu nini anakuumbisha na kuzungusha nini anachukua kitu lakini akishavuta mteja anaweza taka mpita hapo kama anabebea. Ushaona kwa hiyo steam ndo zinampeleka zile nifanyaje ile ya lost ndo inampeleka kisha kwa na steam hawezi kuzungusha yani hivyo yani nadhani madawa yani sio mazuri yani ni bora mtu akuloge tu cheese tu jikana jamaa cheese unaweza kumponesha lakini kuliko kuvuta madawa sio mazuri yani hivyo yani. Kama ambavyo umemsikia jasiri wetu akifunguka ndugu mtazamaji wangu kuhusiana zamani alivyokuwa akishiriki biashara ya haramu na amekuwa akitumia lugha ya kimtani zaidi ndo kutokana na unyeti wa biashara yenyewe na ndo walivyo hawa watu hawapendi kufahamika zaidi. Sasa tunaelekea kwenye soba chemba na hii ni chemba ambao unakutana na wataalamu wa afya wataalamu wa dawa hizi za kulevya wakituelezea kitaalamu athari ya dawa hizi za kulevya kwa mtumiaji. Mtu tukajionee. Athari za haya madawa zinagawanyika kwa kategori kama 3.
kwanza kwa mwathirika mwenyewe ambaye anatumia hayo madawa ya kulevya, na pili kwa jamii inayomzunguka, na tatu kwa taifa zima. Kwa hiyo mwenyewe mara nyingi unakuta kutegemea na dawa anazotumia, lakini wengi hao wanaojidunga kwa mfano sindano wanapata maambukizi ikiwepo ya hepatitis B au homa ya manjano, na wanapata vile vile HIV kwa sababu wanashare zile needles, na magonjwa mengine ya hawali vizuri vyakula, kwa wanapata magonjwa ya utapiamlo. Hizo athari hizo, na hawezi kujiendeleza yeye mwenyewe kwa sababu hawezi kufanya kazi. Kwa hiyo utakuta yeye mwenyewe vile vile kiuchumi anaathirika sana. Matokeo yake anaenda kuwa sasa mwizi, inabidi kupue mahali upate pesa ya kwenda kununulia hayo madawa. Hiyo ni kwa yeye binafsi. Kwa jamii inaathirika sana, wazazi inabidi hao watu wanaiba nyumbani. Akiwa mtu anatumia madawa itabidi aibe chochote kilichopo ili aweze kupata, auze apate ile dawa, na anaishia kupigwa na kufungwa jela, na hiyo yote inaumiza jamii. Kwa taifa vile vile unakuta hawa ni watu kuanzia miaka 18 mpaka 49 ndio wengi wanaoathirika na haya madawa. Hiyo ni nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo taifa vile vile linakosa watu watenda kazi ambao wangeweza kuongeza uchumi. Hizo ni baadhi za athari ambazo zinakosti hao watu wanaotumia madawa. Nashukuru sana Dr. Mgulu, nimeweza kupata mengi tu kuhusiana na athari za dawa za kulevya. Ukweli endelea kuwa nami Karama Masudi Kalapina, mwanaharakati katika kipindi hiki Tanzania bila dawa za kulevya inawezekana. Dawa za kulevya zinaua, dawa za kulevya zinaathiri utu wetu, zinaathiri nguvu kazi ya taifa. Vijana, wazee, watoto, tuachane na matumizi, tuachane na biashara ya dawa za kulevya. Tanzania bila dawa za kulevya inawezekana. Kama ambavyo umemsikia Daktari Mgulu wa Kinondoni Hospital akielezea kwa umakini kabisa athari ya dawa hizi. Unaotumia, epuka, achana na dawa hizi. Umeshasikia athari zake. Bado upo nami mwanaharakati katika show yako ya harakati. Tanzania bila dawa za kulevya inawezekana. Nikiwa bado eneo langu la kujidai la Kinondoni, eneo nilipozaliwa mimi, wilaya inaongoza kwa kuathirika sana na dawa hizi. Najaribu kupata mtazamo na maoni ya watu mbalimbali kwenye segmenti hii. Anakutana na mwanadada huyu ambaye ni mdau mkubwa wa muziki. Tumsikie na maoni gani na yeye kwa upande wake kuhusiana na janga hili la dawa za kulevya katika jamii yetu hii ya Tanzania. Tanzania bila madawa ya kulevya inawezekana. Mimi katika uongozi wangu kama meneja, lakini na vile vile ni mkurugenzi wa Ruby Record, kiukweli msanii yoyote awe anakuja kurekodi au awe anakuja kuomba lebo, akiwa anavuta sigara, akiwa anakunywa pombe, yani hiyo ndo sifa ya kwanza itakayomfanya asiguse tena Ruby Record. Kwa hiyo wasanii wote ambao wapo Ruby Bendi au wapo Ruby Record, wote hawatumii ulevi wa aina yoyote. Nafikiri umeburudika vya kutosha ndugu mtazamaji wangu wa show yangu hii kali ya harakati. Tumejionea mambo mengi na mbalimbali kuhusiana na kadhia hii ya dawa za kulevya. Kwenye ana kwa ana tumekutana na kina James, tumekutana na kina Israeli mtu wa roho wakifunguka kuhusiana na dawa za kulevya. Tumekutana na celebrity wetu Francis Miayusho, amezungumza mambo mengi. Tumekutana na mwanaharakati James Chilwa, yule ambaye aliachana na matumizi ya dawa za kulevya. Tumekutana na Jasiri alipofunguka jinsi gani zamani alipokuwa kiuza dawa hizi haramu. Na vile vile kwenye Soba Chamber tumekutana na daktari bingwa Dr. Mgulu akituelezea athari ya dawa za kulevya, na vile vile tumepata kuona mtazamo kutoka kwa mwanadada Madam Ruby ambaye ni mmiliki wa bendi ya Ruby Bendi, akituelezea mtazamo wake kuhusiana na dawa za kulevya. Wahenga wanasema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na wahenga hao wanasema mwisho wa jambo ndio mwanzo wa jambo. Endelea kuwa nami kwenye televisheni yako hii ya Clouds TV kwenye kipindi chako muda na wakati kama huu. Napenda kutoa shukrani kwa driver wangu Katundu au Sobane, director wangu X Dogi Alex Ndambala, na dereva wangu bwana Kasabila Ruge Malila. Upo nami mwanaharakati Kalapina, kamanda, nite mhamasishaji, nite mbunge mtarajiwa ukipenda, nite mwanaharakati katika harakati hizi. Tanzania bila dawa za kulevya inawezekana. Ni Clouds TV, the people station. Kazi kazi.